Wanaoweza wanajengewa mfumo na nani? Sasa tuangalie hao wanaoweza ni kina nani. Na ndio maana tunaposema kama vijana hawapo, ina maana wale ambao waliingia tangu wakati huo katika duru za uongozi wameendelea kuwepo, hawakutoa hiyo nafasi kwa vijana kuweza kuja, kwa sababu ya kauli hizi ambazo tunazizungumza leo kwamba vijana hawawezi, hawataweza kwa sababu wanakuwa hivi. Sasa kama wewe uliweza kuwa katika umri wa miaka 21 ukuwa na mawazo ya kufanya ngono kama unavyofikiria vijana wanayo leo, sasa unafikiri itawezekanaje? Kama wewe unaona vijana wa leo wanawaza tu kukaa kwenye internet na nini, kwa nini wewe ukuwaza wakati huo? Kwa sababu kama ukupewa hiyo nafasi usingeweza. Lakini kama hatuna mfumo wote, labda ninukuu tu haraka haraka kwenye sera samani. Sera ya maendeleo ya vijana mwaka 2007 inakubali kwamba vijana wanaweza kuwa na uongozi, kuongoza. Lakini inaeleza kwamba hatuna mfumo unaoeleweka ambao unamuandaa mtu kuwa kiongozi. Sasa kama haya mambo tayari yapo katika hali hii, huo mfumo ni kitu ambacho sisi tunakubali tunaweza kuwa nacho. Tuangalie kwenye vyama. Samahani kidogo. Lakini nataka hilo la mfumo. Mimi naona kama Ana aliwahi kuwa makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu. Serikali ya wanafunzi umesema pema ataendelea. Na uhakika kuna viongozi wa mashirika yasiyokuwa serikali ya vijana hapa, si ndio? Wanyooshe mkono. Viongozi. Sasa ni mifumo ipi Churchill unazungumzia? Ana unataka kusemaje? Ninataka kusema hivi. Sikatai kwamba hakuna mfumo kandamizi ambao unawafanya vijana waendelee kudidimia. Lakini tusiende mbali. Vijana waseme hapa wenyewe mashahidi. Kule tu ngazi ya shule ya msingi anachaguliwa kuwa class representative, anakataa, analia, hataki, anasema mimi sitaki kulaumiwa kwa sababu nitaandika majina ya wapiga kelele. Anafika sekondari anachaguliwa, hataki. Kote hataki kugombea nafasi ya uongozi, hataki kuongoza, anataka aongozwe kila siku. Kijana huyo utamkomboa vipi? Mpaka leo hatuna hata baraza la vijana hapa Tanzania. Lakini vijana wako wapi kulisemea, kulipigia kelele na kuhangaika kwamba tunataka baraza letu liwepo? Kwa hiyo mimi ninasema kwamba sawa mifumo kandamizi ipo, lakini na vijana pia wanayo nafasi. Mimi niliamua nikiwa na miaka 20 nikaongoza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sawa ndio ni jumuiya ya wanafunzi. Lakini wanafunzi wapo hadi watu wazima. Hadi wanafunzi wa masters wazee kuliko hata mimi, lakini kwa miaka 20 kwa. Lakini uongozi wako uliandamwa na migogoro mingi sana, migomo, haikuwa mingi sana, kuvunja madirisha, diplomasia. Hiyo inatoa provision kwamba kumbe vijana wanaweza kuwa na busara. Katika uongozi wetu hakuna hata siku moja chuo kilifungwa. Migomo yote ilikuwa inafungiwa ndani. Hakuna hata siku moja chuo kilifungwa. Lakini kulikuwa kwa ajili ya diplomasia. Na tulifanikiwa mambo mangapi kama sio mengi? Kabla sijaja kwako, najua unazungumza. Naam. Tuko na rais wa serikali ya wanafunzi wa shule ya sekondari ya Greenacre. Tumezungumzia swala lazima kuanzia kule vijana wanapewa majukumu wanakataa. Wewe urais wako uliupataje bwana? Ulikabidhiwa na mwalimu au ulipiga kampeni? Kwanza kabisa kabla sijaendelea mbali, naomba tutambue kwamba wapo vijana ambao wameshajitokeza kugombea hizo nafasi mbalimbali. Na kwa kufanya hivyo tu naomba tuwaunge mkono kwa kufanya hivyo kwa sababu ni kazi ambayo tunahitaji. Lakini pia kulingana na swali lako ambalo umeniuliza, sio kwamba leo tu au jana ndio nimeamua kwamba nigombee niwe kiongozi. Hapana. Nilianza kujisikia nilipokuwa mdogo. Nikajisikia kwamba mimi ninafaa kuwa kiongozi. Ndio maana nikaanza harakati. Hizo hisia ulizitoa wapi kaka? Hizi hisia nilizitoa baada ya kuona wazee ndio wanajitoa katika kuongoza nyanja mbalimbali. Nikasema haiwezekani. Kwa nini mimi kijana nisiweze? Ndio nikaanza harakati kama hizo. Lakini baada ya harakati hizo nilijiona kwamba mimi kama kijana nina uwezo wa kusimama kama kijana nikatetea maslahi ya vijana wenzangu. Hapo nikatetea maslahi ya vijana wenzangu. Nataka mtu ambaye anapinga anasema hapana, vijana bado hawana uwezo wa kugombea. Yes, niambie hapo dada. Mimi naona kwamba vijana bado hatuna uwezo wa kugombea. Nikinukuu kauli ya baadhi ya wanafalsafa, wao wanasema kwamba siasa inahusu kwanza ni resources. Kwa mfano mwenzangu alivyosema kwamba pesa. Vijana wengi hatuna rasilimali ambao mojawapo ni pesa, na tukiangalia katika chaguzi nyingi hapa zinahitaji hela. Unahitaji ufanye kampeni. Watu ni kwenye mambo mengi yanahusu ni pesa. Vile vile siasa ni uwezo wa kuongea mbele za watu wakakusikiliza. Utaongeaje mbele za watu wakakusikiliza? Ina maana uwe na access to information. Tunaposema kwa access kwa information, ina maana tunazungumzia tunawatenga wale vijana wa kijijini,
tunajisema sisi peke yetu, ambapo watu wengi